Mambo vipi mwana ebwase, mbele yako ni Chris Kashindi hapa, na leo tunakuletea habari njema kabisa. Habari njema, Wakongo wana furaha, wanasherekea kifo cha Willy Ngoma, msemaji wa kundi la waasi la M23. Willy Ngoma aliuawa hapo jana tarehe 24 kwa shambulio la drone za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa hiyo Kongo mzima, raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kufanya sherehe, na hii ni pigo kubwa sana kwa waasi wa M23. Kwa hiyo habari kama tulivyowaambia hapo jana ni kuwa tulikuwa tunafuatilia habari kwa umakini sana, kwa ukaribu ili tupate udhibitisho kamili wa habari hizi. Habari hizi tumezipata zaidi kwa undani kwa viongozi wa M23, ndio wameleta confirmation ya habari ya kifo cha Willy Ngoma. Kweli ni kuwa Willy Ngoma alipoteza maisha na yupo tena, na ndio maana mmeona raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kusikia kuwa Willy Ngoma aliuawa kwenye shambulizi la drone ambazo lilofanywa na jeshi la FARDC, walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kusherekea furaha nyingi sana. Raia ambao wapo Ulaya, wapo ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia wote wa Kongo ambao patikana popote ulimwenguni wanaendeleza sherehe kubwa sana ya kifo cha Willy Ngoma. Na habari zilizotufikia punde zinasema, ambazo hazijathibitishwa, zinasema kuwa inawezekana, narudia tena, inawezekana kuwa Sultani Makenga alipata majeraha makubwa sana, na au imepelekea kuwa Sultani Makenga anaweza kuwa alipoteza maisha. Inaweza kuwa naye alipoteza maisha. Ile iko entre guillemets, na tunaendelea kufuatilia habari hizi kwa ukaribu zaidi sana, tujue, je, ni kweli Sultani Makenga alijeruhiwa au Sultani Makenga alipoteza maisha? Ndo hapo tunazidi kufuatilia, kwa sababu kwenye upande wa M23 hatujaona habari yoyote kuhusu Sultani Makenga. Hatujaona, na Sultani Makenga hajatokea mahali popote pale kuja kukanusha habari hizi za kuwa yuko blesse au alikufa. Habari hizo hazijapatikana. Sasa hilo ni pigo kubwa, ni pigo kubwa sana kwenye uwanja wa kivita, vikiwa vinapiganwa kati ya pande mbili, ukilenga viongozi wakuu wa upande mahususi, inakuwaga ni victoire, inakuwa ni ushindi mkubwa sana kwa upande wa serikali. Hebu tutazame, kabla hatujaenda mbali zaidi sana, utizama viongozi wakubwa ambao walishagawahi kuuliwa kwenye masuala ya kivita. Ni tukichukulia mfano wa Israel, kwa kupenda kuzofisha kundi la Hamas na Hezbollah, alianza kupambana na viongozi ambao wanaobeba maono, ambao wanaobeba ideoloji ya makundi yale, wakaanza kuwalenga na kuanza kuwaua. Utakuta kiongozi wa Hezbollah ameuliwa, amelengwa na makombora au na droni zimemlenga kiongozi wa Hezbollah, au kiongozi wa Hamas alilengwa, au kiongozi mkuu wa ngazi za juu wa Iran alilengwa na jeshi la Israel. Hiyo inakuwa ni njia muhimu sana ya kuzoofisha kundi ambalo unapigana nalo au jeshi ambalo unapigana nalo. Hiyo inakuwa ni njia kubwa sana, kwa sababu hata ukiramplace yule kiongozi,
lakini hawezi akawa na nguvu na player kama yule kiongozi aliyekufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao viongozi wengine wanakuwaga ni wale watu wa kuja complete wa nyuma, alafu wale ambao wanakuwa kipaumbele wanakuwa ni wale ambao wamebeba ideology, na zaidi yao wanakuwa wale waanzilishi wa ideology kama Willy Ngoma. Willy Ngoma sio n'importe qui, hiyo ni victoire kubwa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndio maana mnaona raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasherekea kifo cha Willy Ngoma. Kwa sababu gani? Yule Willy Ngoma ni watu walibeba ideoloji ya M23. Ni kama sasa hivi Bertrand Bisimwa wala vya Mungu kufa, ni watu ambao raia wanaweza wakafurahi, lakini Nanga ni mtu amekuja kukomplete ideolojia ya M23. Hana ile ideoloji kiundani zaidi sana kwa Nanga, kwa sababu yeye alikuwa hayupo kwenye ile ideoloji ambako ilifanyikaga. Kwa hiyo ni jambo la kufurahia na la kusherekea kwa kifo au kwa vifo vya viongozi wa M23, na habari zinasemekana kuwa na Sultan Makenga naye amepoteza maisha, lakini hazijathibitishwa zaidi sana. Na ikiwa Sultan Makenga naye alipoteza maisha, hapo inaweza ikaleta picha fulani ya kusema hivi vita jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza vishinda vita hivi. Yaani inaanza kuonyesha matumaini fulani kwa raia kwa kusema kumbe jeshi letu linaweza. Na hapo linaleta hofu kubwa kwa viongozi wa M23, kwa sababu hadi muda huu hawajui ni nani atakuwa target ya kesho. Hawajui, wote wapo kwenye hofu, na ukianza kuua viongozi wa ngazi za juu inaletaga hofu hata kwa hao wanajeshi wa chini, inaletaga hofu kubwa ya kusema eti hapa tunaanza kuzidiwa. Na ni kweli kama nilivyosema toka awali, M23 ilianza kuonyesha uzembe kipindi walitoka Uvira. Kipindi walitokaga Uvira walionyeshaga uzembe fulani wa kusema kuwa wenyewe sisi hatuna nguvu tena, sasa tunategemea dialogue, tutajionyesha kama tuna nguvu huku tukitegemea dialogue. Na kwa kutegemea dialogue, ikumbukwe MONUSCO ilikuwa ipo tena Kongo, ilikuwa imeshatolewa toka zamani, walikuwa wameshatoa MONUSCO. Lakini kwa hatua ya M23 kusema kuwa MONUSCO irudi pale, ilionyesha kuwa wajamaa hawana nguvu tena, hawana cha kufanya tena na wameshazidiwa, na ndio maana wameleta MONUSCO. Kwa sababu mara ya kwanza kumbukwe, walitangazaga wataondoka, na kuondoka kwao hawatakubali hawatakubali jeshi la serikali na wazalendo waje wakakaa Uvira wakawaramplace, bali wanapenda jeshi la Umoja wa Mataifa. Lakini komunike yao ya pili walivyofanya komunike, wakajiondoa moja kwa moja baada ya wao kusibire maperte ambao walisibire kila mara wakipambana na wazalendo na FRDC. Wakaona au watu na wao tayari wameshakuwa na madhara hiyo, wakaanza kusibire na wao wakaanza kusibiri nguvu resistance ya jeshi la serikali na wazalendo. Wakaona hapana, hapa kitu cha kufanya ni kujiondoa sasa na kudai kuwa tumejiondoa kwa usalama na jeshi la MONUSCO linaweza likaja. Kipi kilipelekea wao hadi wadeklare kuwa jeshi la MONUSCO liji? Wao walideklare vile kwa sababu waliona MONUSCO ikija Uvira, jeshi la serikali likitoka Uvira na wazalendo, patakuwa kwa kuwafikia itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu hapa Uvira tayari MONUSCO ipo. Sasa kwa kuwafikia kule Bukavu itakuwa ni vigumu sana.
Kwa hiyo wao wataendelea kukaa kule, na huku wanadeklare kuwa tufanye mazungumzo, na siku zinaenda mpaka wanatimiza malengo yao. Wanazidi kujiandaa huku wakizidi kujiandaa kujiimarisha zaidi sana, kwa sababu tayari walikuwa perte ambao walisibiri, kulikuwa kumesha kuwa na palikuwa dhaifu fulani, walikuwa wameshakuwa na udhaifu, waliankese sana. Sasa ikabidi wafanye mbinu ya pili ya kusema wanaweza wakarekipere. Sasa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikukaa kimya, na ndio maana umesikia mkuu wa Umoja wa Mataifa aliongea kuwa jeshi la MONUSCO aliko pale kuja kupigana vita. Hapana, wenyewe sio jeshi la kupigana vita, lakini wenyewe ni jeshi la kusuluhisha. Yaani jeshi la serikali likisema livamie M23, wenyewe hawana nguvu za kusema eti tutaenda tukazuia jeshi la serikali. Hapana, au tutapigana upande wa M23 kwa sababu wao wameviolence cessez-le-feu. Hapana, wamesema wao wako pale kuja kuimarisha amani na kuchunga raia tu, lakini mengine hayawahusu. Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nalo likasimama, kwa sababu hapo zamani lilikuwa linalala sana, likiambiwa cessez-le-feu linatekeleza. Sasa hivi na wao hawana hicho cha cessez-le-feu, wakiwa cessez-le-feu kwa sababu kipindi wanadeklare ma cessez-le-feu M23 ndio kipindi na wao walikuwa wanaprofite mu cessez-le-feu. Huku upande wa serikali inatekeleza cessez-le-feu, lakini upande wao M23 wenyewe wanazidi kumega miji, wanazidi kusonga mbele. Sasa ilikuwa target mia target. Sasa hivi na wao wanaanza kutagetiwa, na kutagetiwa kwao yani kunaleta amplere kubwa sana, uamko mkubwa sana wa kusema wanaanza watu ambao wanatagetiwa ni viongozi wa ngazi za juu, ndio wanatagetiwa. Sasa na kuramplace kiongozi ambaye alikuwa anabeba maono, au kuramplace mtu kama Wilingoma, kumpata mtu mwingine kama Wilingoma ni vigumu sana, au kumpata mtu mwingine ambaye atakuja kuzidi Wilingoma kwa ile kazi ambayo alikuwa akifanyia M23 ni vigumu sana. Ikumbukwe kuwa Wilingoma alikuwa mwanachama wa UDPS, wa chama cha UDPS kipindi cha mzee Tshisekedi wa Mulumba, ndivyo akatoka akaenda Mauganda, akafika Rwanda, akajiunga na M23 na wakaleta hiyo M23 hadi siku ya leo. Huyo kama tunasema kuwa ni pigo kubwa kwa M23 kwa sababu Wilingoma ni watu wa muda mrefu, wana uzoefu na M23, na yeye ni kiongozi mkubwa wa hali ya juu kabisa wa M23 zaidi ya Kone Inanga. Kone Inanga ideoloji ya M23 haijui vizuri, lakini wa Wilingoma ndio watu ambao wanajua ideoloji ya M23. Nanga amekuja majuzi haelewi zaidi sana ideolojia ya M23 na kuwalenga watu kama Wilingoma, wa Sultani Makenga na kadhalika. Hilo ni pigo kubwa na ni ushindi mkubwa wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huo ni ushindi, ni victoire ya hali ya juu, ya kuonyesha kuwa kama jeshi la serikali lina nguvu zaidi sana. Na tujue kuwa jeshi la M23 wenyewe walikuwa wakitegemea zaidi sana teknolojia ya madrone. Wanatizama, wanatuma drone de renseignement de connaissance, alafu wanaanza kushambulia. Lakini kwa kushangaza jeshi la DRC, la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nao wameshakuwa na uzoefu wa kutumia madrone, na ndio maana mumeona sasa hivi vita vimekuwa vigumu, na ndio maana
M23 wanaanza kuomba mazungumzo, na ikumbukwe M23 kipindi wamekuja wamesema ideolojia yao ni kwenda kuondoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenda kumpindua Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kitu ambacho walikuwa wanajivunia ni teknolojia ya kisasa, hizo drone, na sasa hivi jeshi la serikali nalo wao wanatumia hizo drone. Sasa ngoma imekuwa drone, na ndio maana mmeona M23 wanaanza kukimbilia kwenye Umoja wa Mataifa, tufanye mazungumzo, sisi tupo tayari, hatujakataa CCLF. Na ndio ilikuwa mara ya kwanza wanaanza kurespekte ma CCLF. Zamani walikuwa warespekte ma CCLF baada ya kuankesema perte za mingi sana na kuona nguvu zetu zimeisha pungua. Sasa tushikilie hapa kwenye dialogi. Tukishaweza vita vya dialogi huku tunajiingiza, tunajichanga kwenye serikali, maisha yanaenda, lakini nguvu za kusema za kuendelea wala za kupigana hatuna. Kwa hiyo tuendelee kutizama na kuangalia kwa makini zaidi. Je, kifo cha Willy Ngoma inaweza kuwa ndo mwanzo wa vita au kinaweza kuwa ndo mwisho wa vita? Hebu tutizame hilo kwenye engo hiyo. Je, kifo cha Willy Ngoma kinaweza kuwa ndo mwanzo wa vita au kinaweza kuwa ndo mwisho wa vita? Kwa sababu ikumbukwe M23 sasa hivi na wao tayari wamepata masira, na hapa ndo tutakapoona nguvu zao zipo wapi, kwa sababu hawatokubali kifo cha Willy Ngoma kwenda hivi. Kuna mara wanaweza wakajitutumua tena kwa kusema tuzidi kusonga mbele kumega miji mingine. Je, wataweza au ndo inaweza ikawa feblesi yao? Na kama wakufanya hivyo itaonyesha kuwa hao wa M23 nguvu zao zimeisha, na hakutokuwa tena ingine mwaya kusema kuwa wanaweza wakapelekwa kwenye meza mazungumzo kwa kujadili. Hapana, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa imeshaona hao watu ni wadhaifu. Kama M23 haikureact hapa kwenye kifo cha Willy Ngoma kusema eti tutimize malengo yetu sasa kuondoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watakuwa wamefeli na kutakuwa dialogue ambao utafanyika na M23, na watazidi kupigwa na watapigwa, kwa sababu tayari dawa yao imeshaonekana. Wenyewe wanatumia drone na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nalo linaanza kutumia drone kwa ufasaha zaidi sana, kwa sababu wenyewe wanapiga kabisa na mtu anatoka, kiongozi mkubwa anatoka. Ikumbukwe kuwa Willy Ngoma hajafa mwenyewe, hapana. Willy Ngoma amekufa na makamanda wengi sana wa M23. Yaani sio kilio tu cha Willy Ngoma, kuna kilio cha walio wengi ambao wapo nyuma, ambao sisi hatujawajua, hatukuwafahamu zaidi. Baadhi wanafahamika, lakini Willy Ngoma kilikuwa kichwa kikubwa sana, na ndio maana habari zinasema kuwa Willy Ngoma. Lakini ijulikane kuwa kuna viongozi wengine wa ngazi za juu ambao wamekufa kwenye shambulio hilo pamoja na Willy Ngoma. Mtazamaji wa Ebwasebwase, unaweza ukadondosha komenti yako, share na comment kwa kusapoti channel yako ya Ebwasebwase. Na hapa ndo tumefikia mwisho wa uchambuzi wetu. Upi ni mtazamo wako? Unaweza ukadondosha comment.